Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu, moyo wangu na hofu na jioni Yesu Kristo. Nimepatikana mbele ya Yesu Kristo ambaye alinipata. Nikisimama hapa bila kwenda mbali. Anaitwa jinsi anavyotaja. Ameolewa hapa juu Nyambareko Dera. Mzaliwa wa Seka. Tika kanisa ni Seka. Hiyo ni kanisa ya ukoo ya kwao. Wanapewa sifa. Nimesimama hapa kushuhudia kuhusu wokovu na ushindi ambao nimeona nyuma ya wokovu. Utukufu kwa Mungu. Kufika mwaka wa 88 niliingiwa na pepo ya vifo vya watoto. Nikiwa na wana 6. Tulikuwa wasichana binti 3. Watoto wanaume mamangu alikuwa anazaa na zika tu kuwaona. Hata nilipofika kuolewa nikawa mke wa pili. Nikaanza kuzaa mwanangu wa kwanza mtoto. Nikaanza kuzaa watoto vijana. Nilisikia nikiwa na furaha. Watoto ambao sikuwaona kwetu nimewaona hapa. Nikapata mwanaume anafanya kazi Mombasa. Wanapewa sifa. Kufika mwaka wa 88 mapepo ya kufa kwa watoto yaliingia kwangu. Nilizika wana 3 kwa mwaka moja. Wakati mtoto wa 3 alikufa. Wakati mwana wa kwanza alikufa. Mamangu alikuwa ameokoka. Alikuja na walokole wengi. Wangenihubiria wokovu. Nilisema mamangu ameyeko madhehebu ambao walisema yatakuja tu. Nilikuwa namfukuza hivyo. Bila kuchelewa. Mwana wangu wa pili akaaga. Wakati nilimpoteza wa pili alikufa hospitalini Gendia. Niliona mwanaume anafanya kazi tuko na kadi. Vile ugonjwa aliingia tunaweza pata maisha babu na hospitali kubwa kubwa. Na alisalia hapo hospitali. Niliporudi nyumbani wavulana 3 wanafuatana. Tena wote 3 wakawa wagonjwa. Wakati walala chini kwa viti vizuri. Nikitoka soko na waguza. Yule ambaye alikuwa afadhali. Yeye ndiye alikufa wa kwanza. Hao walikuwa wabaya. Hao wanapona. Nikatoka jioni. Nimelala wawili washakufa. Huyu natoroka nampeleka babake Mombasa. Nimejiandaa kesho naenda Mombasa. Kufika jioni saa 12. Nenda mani nilaza mtoto. Kapata mtoto tumbo imevimba kiasi. Mtoto analia mama nafa. Mtoto wa miaka 11. Alikuwa darasa la kwanza. Wakati niliona hivyo, ndio barabara imeanza kutengenezwa hapa. Nikimbia na mtoto nifike hospitali. Nilipofika Matata. Hapa nilifika Masogo. Akaniambia kuwa mtoto karibu afe. Angesimama sikia maneno. Nasema udashana anambia daktari mmoja nasikia. Nikatolewa hospitali hapo. Naambiwa niende Kisii. Hakukuwa na gari nikaenda kusubiri. Ambaye ni mke wa mama Nyango. Hapo kwa buchari kwao. Siku hakuna vile nitaenda kuna gari. Kufika saa 3 usiku. Gari kaja. Nilipanda gari kama na jambazi naenda Kisii. Nilipeleka mpaka hospitali. Kufika hospitali mtoto kupimwa. Na mtoto anapelekwa Kisii anaenda wanapewa sifa. Nilipoketi mpaka asubuhi. Alikuwa anaweza kuongea. Ananiambia mama nafa. Mama nafa. Nilipokuja nikasema daktari yako wapi mbona haji? Walikaa.
Wakati walikosa kurudi, kutoka saa kufika sana nataka kufa. Kulikuwa na kijana shemeji anafanya kisi. Nitoka kwenda kumwambia. Nilipofika kwake, nikamwambia Obeno anakufa. Nikapomrejea nikirudi. Naye akanifuata. Nilipofika kwenye wadi, napata ameshazungukwa amekufa. Nilitoka hospitali bila kuchukua chochote. Nikakutana yule kijana shemeji yangu anakuja. Kwa Yesu. Mamangu alikuwa ananisina wokovu. Ananiambia ni dhambi zangu inaua watoto wangu. Nilikuwa najiuliza dhambi yangu ni gani? Wakati mtoto wangu watatu alikufa, nilikuwa nataka mamangu. Wakati niliona huyo kijana wangu, nilisema sirudi nyuma. Na vija kuniacha angashindwa. Nilikata kauli ili nife. Nimechoka na mauti. Jimla niweka kwenye gari. Vitu vyote niliacha pale hospitalini. Niko na mikono mitupu na mguu. Sikujua mali anapelekwa. Nilipofika Ugis, ninapanda gari ya kwenda Seka kwetu. Nenda kuuliza mama alinizaaje. Na nyangu aliponiona, wakati nilikuwa naenda Kisii, na bali nilikuwa najua akapatikana hapo. Akanishika kwa gari. Akaniambia bibi Seka ni uchungu. Enda kwako. Akaniweka kwa gari kwa nguvu. Nikasema sifiki nyumbani. Nilipofika wache, nenda kushuka ngambo hii. Nenda kusimama juu ya daraja. Naanguke na kichwa. Ili nimechoka na kulia. Wanapewa sifa. Nilikuwa ni makubwa ya vyumba vitano. Nilikuwa na bola ndani. Na vitu vizuri ndani yake. Nilisema nitaacha yote. Utukufu kwa Mungu. Nilisema mtu asilete mamangu. Mamangu ametoka na safari. Sijui vile mama alipata maneno. Baada hiyo siku 3, wazee walikuwa kinisubiri. Maana nataka nife. Watu wanabadilika wakinilinda. Siku 3 nitoka moto wanijui. Nikitoka ndi kujirusha majini. Sijui watu walijiadari vipi. Nikasikia watu wanapiga nduru nyuma. Ametoroka yule. Watu wakanipata njiani wakanirudisha. Baada ya mama kurudi, akasema muache. Nimekuja na kitu ambacho kitamtuliza. Na kama niko nataka kuja kwangu, nimekuja na Mungu. Utukufu kwa Yesu. Mtoto alizikwa hivyo. Watoto alikataa kuzikwa. Wale wengine wamekuwa kizikwa pasipo baba, leo ni mkubwa mpaka baba. Nichelewa hadi mtoto akashikwa. Hiyo jambo linitenganisha na mwanaume. Nilikuwa naona wanaua na sheria za na yeye ananiambia naua watoto na dada ambao atakuwa na vijana wako nyamesoma. Maana nilikuwa mke wa pili. Tukaachana mbali. Hatungeelewana. Huyo baba alipokuja, aliuliza wazee, niambie nina wajukuu wangu. Nilizaa wasichana tupu. Hao ndio watakuwa watoto wangu. Akasema nilijengewa vibaya. Hapa nilijenga binti huyu. Na amejenga bibi mkubwa. Hiyo ndio inaua watoto. Huyu mjengo akijengwa hii nyumba, ataisha na watoto wake wote. Utukufu kwa Yesu. Baada ya kuzika mtoto, nilisema siishi kwa hii nyumba. Niliweka nina nyumba. Wakati mama nilirejea nyumba baada ya mtoto kuzikwa, nilikuwa mgonjwa kufa. Ni mama kaenda kaletwa. Mama alitaka kwenda nami. Aliambiwa jana ndiye alizika mtoto. Enda tu atakuja baada yako. Mzee na alikubali niende. Hakuna mtu anilinda hapo. Mke mwenza anitaki. Nilienda kwetu wenzangu.
Wakati nimeenda huko mtoto wangu pia amefanya darasa la 8. Mombasa mimi ukadwaze. Mombasa sitaki kwenda. Baba nuko nija wetoka kidwazi Mombasa. Baba kaniambia mtakwenda Mombasa. Sisi ati mwana ngogi wa siku. Nitafanya mtoto aje na shule. Na poko ya mange. Alinibembeleza. Niko na di Mombasa. Sasa nikaenda Mombasa. Narocha kwa form 1 Mombasa. Mtoto wangu akaanza kidato cha kwanza Mombasa. Unaenda ukigachel kende kidu story time. Sasa mzee alibakisha mwaka mmoja unusu retire. Na Mombasa igachel kidu. Niliki Mombasa mwaka mmoja unusu. Kama hakuna amani kuna vita. Sina mandala watu mangekeka chemu. Watoto wangu wakiwa kwetu najua vile wanakula. Hapo manito kutera Mombasa. Na tena shona kikapu bila kupumzika. Utukufu kwa Mungu. Wakati alistaafu nilialaani nyumba. Nidadi manda wadaku go. Jirani tuliishi na yeye. Noko nani ha. Akaniambia, "Mae chuori, huyu ndiye mume wako. Kibariki yako de Mombasa. Usipite kando kitoka Mombasa. Enda tu mpaka nyumbani ndio ende kwenu." Na wije wache na. Nilisikia neno lake. Na bido nyakadala. Nilikuja mpaka nyumbani. Sasa yudo kanyimba kora alikomi lungo de bin mamani ni. Jina ambalo liko na mama mami. Aliki echu gwesa bere yo. Niko na mimba miezi 7. Mungo gene Nyasaye. Utukufu kwa Yesu. Kaka na bido na kuongo. Nililaani nyumba kabisa. Niko na dure la rokajo. Kitu niliweka nje. Alitabe ukajazi. Ile nyumba siwezi ingia. Mungo gene Nyasaye. Utukufu kwa Mungu. Anekije pijeru. Kesho asubuhi. Mungo ne nyaro ka upike odoka. Ndio mamangu akachukua mjala kauka kwa nyumba. Na uoka didala wa. Nikatoka kwenda kwetu. Na huyu mtoto wangu. Wale wawili walikuwa kwetu. Nilipofika kwetu nikiwa mjamzito. Baba amambibia mumka sikutaka kuishi hapo. Nikatoka kutafuta nyumba Uyugise. Nikapata nyumba haraka. Nikasema siwezi ingia peke yangu. Na nimekuwa kahaba. Nikaenda kuleta mzee. Mzee pia amekataa. Ameshindwa na kufanya. Hapo ndo nilikutana na vita vya panga. Nikaenda kushika baba ndo kupotana nje. Kuna mama tuko naye hapa. Anaitwa Mama Seth. Babu yake alikuwa ni mwalimu wa dhehebu ya Katoliki. Alinipenda sana. Nilikuwa naimba sana kanisani. Yeye ndiye alinichukua. Nikaenda kulala kwake. Kesho na asubuhi vitu vyangu kwa nyumba. Yeye alibeba kila kitu. Ikahifadhiwa kwake. Ilisomwa na usiku. Ukaambia Peter Mwalo. Nimetoka tena nyumbani. Niko na mtoto niko mjamzito. Wakanipata kwenye lango lake. Na vitu mebeba. Alipotoka akaniambia, "Unaenda wapi?" Siku mjibu nikadondoka na machozi. Nilikuwa natetemeka nikikumbuka dhiki. Akasema, "Ingia kwangu nikuombee. Kitu inaweza kukufanya." Utukufu kwa Mungu. Nashukuru Mungu. Baada ya kupanga nyumba, hata kama kutanishinda hivyo, nikaenda nikalala kwa Mikael. Kesho asubuhi akamka hapo. Akaniuliza, "Nyumba tunaingiza ngapi?" Nikasema ni nyumba tutaenda. Wakati niingisha kwa nyumba, nasema nimetoroka mauti. Ile ni nyumba ilibeba mauti. Utukufu kwa Mungu. Nikapanda nikazaa mtoto. Baada ya kumzaa Joana, mama mtu mwili wangu mili akaanza kuwa mgonjwa. Wakati alikuwa mgonjwa karibu afe, tulimpeleka Gendia. Ameisha kwa lani Bilzaba na uchengo tuke mhubiri. Anakuja kunisina wokovu. Nasema mzee bidake mkubwa anakoka. Wakati mtoto wako serika. Baada ya siku 3 ndio katoroka kuja Bugisa. Ameacha na mtoto aisika pale. Baada ya siku 3 akawa mgonjwa. Milia kufa. Nikaenda leta jirani. Jirani alikuja na mume wake hapo. Alipata kama mzee yupo. Utukufu kwa Yesu. Akamwita mbuyu huko. Sasa nakufa na unaangalia. Nasema nifanye nini? Wakashika mkono wa mke wake. Wakapeleka kwa Dr. Ute. Akaenda kalazwa pale. Nikasema sasa alipopona. Maana atamwota kula. Ama haya mosi mwenye bila naishi kwake. Alienda akamtoa kwenye wadi. Mama wangu sina wokovu kila siku. Wakati mmoja nirudi. Nikaona mashaka hapo. Nikasema wokovu ni mzuri. Najua sasa
shida. Nimana wewe ungetena. Ungena mtoto. Natina nene tao. Ambato ungekufa. Aringo urudwa wewe. Ningetoroka kwa baba Hata yako. boko nikule. Ningekupeleka wapi? Atina bermono wari. Ni vizuri uokoke. Bermono bio wari. Ni vizuri uokoke. Atina kule hadi hapo ndio wala. Utakujali sijaokoka. Ndio unenya sae. Tukufu kwa Yesu. Kuna kile virondo. Ulikuwa na mkutano. Au kipo kida yalo chingo tu. Wakatoka na mkumbilo tengo tu. Toka nilitie baada ya Wale kwenda kwa mkutano. lakini ndio kuro. Wala siku mbili huko. Wanajana ndio kufanya sana wala. Kama alikuja kanijana okoka. Nasema hata kama naomba niacha kabisa. Nabaki na Yesu naokoka. Tukufu kwa Yesu. Tukaenda kanisa Jumapili. Jumapili na kutukana na yeye. Mpira pili zapata wokovu. Tukufu kwa Yesu. Wakati niliokoka, nilikuwa na dhambi zangu. Nasema mimi ningekufa kitambo. Tukufu kwa Yesu. Mungu ajabu. Wakati niliokoka wingi si. Nilipofika mwezi wa 10. Niliokoka mwezi wa 8. Kulikuwa na mkutano wa kuzunguka mwisho wa mwezi. Tulikuwa na mhubiri. Alikuwa na mwana misolo. Alikuwa atakwenda nyumbani. Mtoto amesema nimeacha nyumba yake. Nimeacha kukusumbua. Biashara ndianza imeisha. Nilikuwa naanza pika na box wa town. Naenda kushuka chuchuna bako masha. Utukufu kwa Yesu. Atipozunguka kanataka nini? Nasema nataka kurudi nyumbani. Sema amesema yeye ana nyumba yake iko. Nikasema bado. Kama nipigia siku hiyo. Wakati nipigia na mtakatifu. Rosa hizo. Nikaona Mungu anaweza kufanya. Fika 93.